Assalamu alaikum Tanzania, kama kawazi wapenzi watazamaji, ndugu zangu wapendwa, karibuni zaidi tukiwa na studio za Star Vision. Untuk dia wanatuletea ndoa ya makubaliano Allah yang terbaik kwenye hatua ya 14. Haya ni katika mengi na machache tuliofanikiwa kuyatazama mimi na nyinyi. Pia nitakuomba radhi mtu wangu wa maana hatakuwa hewani takriban siku kadhaa, lakini tambua sisi ni binadamu bwana. Harakati za hapa na pale, pia kuna uzima na kuna ugonjwa. Hatimaye tuliishia hapa. Binti anaondoka zake nyumbani bwana. Achague Biani baina ya Sara au Tari. Akipata jawabu atamjulisha Tari. Oho, kumeshakucha. Anashtuka, amechelewa kwa mara nyingine tena. Analalamika kweli kweli. Do, itakuwaje? Astaghfirullahil azim. Tari. Anamuita Tari. Sasa mbona hajaniamsha kwa ajili ya swala huyu? Amesahau kabisa kwa Tari kaondoka ndani ya nyumba. Ukisikia mazoea na tabu, basi ndio elewa. Yana tabu kweli kweli. Tar. Anaenda mpaka chumbani kwake, anamuita Tari. Chumbani kwa Tari kaingia moja kwa moja. Baada ya kuona chumba kipo empty, akili sasa ndio imekaa sawa. Chagua mimi au yule mwanamke wako. Aku akan pergi sampai kamu temukan. Sasa naondoka mpaka pale ambapo utakapopata jawabu. Si alikaa kimya? Ina maana jawabu hana, amekosa. Tari aliitwa lakini hakurudi nyuma. Amechoka. Mas, anakumbuka maneno haya Tari akimwambia, naomba dua na sali kila siku, kunjua moyo wako basi kwangu angalau. Lakini yeye haoni. Nimechoka Biani bwana, nimechoka. Yeye pia ana moyo bwana. Hana tofali katika mwili wake. Yamemchosha. Udarmi. Mrs. Darmi anamuita mfanyakazi. Sarap. Anahitaji breakfast aka chai na kifungua kinywa. Anapita utafikiri askari jeshi akiwa kwenye gwaride. Do. Mfanyakazi amekasirika pia. Nyumba haina amani. Mpaka sasa nyumba haina utulivu. Atafanya kitu gani? Anakwenda kwenye mazingira ya jikoni, vipi apike mwenyewe? Anamkumbuka soto Betawi. Tari soto Betawi anamletea. Mbona sioni tolo yangu hapa? Aku cuci kemarin. Jana nimeosha. Ngoja akakuchukulia nyingine basi. We, umeosha? Alimkaripia kipindi kile. Aku belinya itu nabung selama setahun. Cash. Akipata siku hamu ya kununua gari basi atanunua kwa cash. Kalau emang bisa kredit, ngapa? Kwa nini asinunue kwa credit? Itu ya, kalau mau beli sesuatu harus mikir 100 kali. Anafanya biashara lakini anatafuta cha kununua cha maana, cha muhimu, kinachohitajika kwa muda huo. So kila kitu yeye anunue tu. Kalau nggak terima, ya nggak apa-apa. Kumbuka hii ndoa ni makubaliano Kama hataki aombe talaka. Nikah. Ni baadhi ya mambo yaliyopita. Tafadhali muoe Tari bwana. Uko tayari kuoa? Bwana, tunasonga mbele. Anasema amemiss. Uko wapi soto Betawi? Amekumbuka chakula kinachoitwa soto Betawi. Ni wiki tena hiyo hayupo. Kwake mambo ni mazito, kwake mambo ni magumu kweli kweli. Anaitwa Bian. Amemkumbuka Tari. Siku zinakwenda mpenzi mtazamaji, zinasogea sogea. SMS ameipokea Tari kutoka kwa Bian. Hakuna nyumbani wa kumpikia. Amemisi madikodiko, vitu halua. Amemisi soto Betawi, msosi huo. Na mpishi kakimbia. Mazoea anampa tabu kweli kweli maskini. Binti sio kwamba hampendi. Bian iliko wazi. Menurut kalian di situ anampenda, lakini ndio hivyo. jangan sampai ada yang salah. Jamaa amekuwa hana msimamo. Huku anataka, kule pia anataka. Kuna mwenye swali? Maaf teman-teman. Basi mapumziko kwa ajili ya swala kidogo. Haya, let's go. Adhana anasema mapumziko kwa ajili ya swala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bwana Bian hakika sasa ameujua ukweli. Come on. Mashallah. Anapiga ibada kama kawazi, hajiacha.
kama vile ambavyo Tari alimweleza. Amekwenda kwenye apartment ambayo anaishi Sara. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Bau kamu gimana? Vipi bega lako? Anamkwepa? Oh. Bian anaanza kuchange. Kwa sasa kidogo najisikia vizuri. Ini aku bawain soto Betawi. Wanaita soto Betawi. For you. Kamu duduk aja, aku siapin ya. Haya, kaa chini hapo, nitaandaa. Aku kira kamu bawa ramen. Nijua labda tunapiga zetu ramen. Vitu vya tambi kwa mchanganyiko. Kenapa emang? Kamu Soto Betawi kwani haupendi? Anamuuliza. Suka? Napenda, so mbaya. Pokoknya apapun yang Chochote unachoniletea kwangu ni kizuri. Ata enjoy. kerjaan kamu. Kazi inaendeleaje kwanza? Kazi vizuri tu. Alhamdulillah. Anamshukuru Mwenyezi Mungu, anabariki, mambo yananyoka, mambo yanazidi. Wewe vipi? Lini unarudi kazini? Senin. Jumatatu. Tapi aku nggak tahu nih aku bisa. Lakini hajui kama ataweza kuendesha gari, mkono wake hujakaa sawa. Ni mtego, anategwa Bian. Sementara waktu kamu pakai taksi online. Unaweza ukachukua taksi. Oh. Hajategeka mtu. Alijua ataelezwa labda nitakuendesha, nitakupeleka. Achukue taksi tena. Ama kweli Bian anaanza kuchange. Bian anaanza kubadilika, sio mchezo. Tari ana 60% mpaka sasa. Anaweza kaibuka kidedea. Haya, tule. Yeye mwenye Sara ameshtukizia Bian. Apa? Kulikoni tena? Kamu lagi ada masalah. Kuna kitu kwani hakipo sawa? Kuna jambo haliko sawa? Anamuuliza. Bian anasema no. Cuman Tari. Ni Tari. Anaanza kufunguka. Ni vigumu sana mtu kutunza siri. Ana nini huyo Tari? Ana nini? Ana jambo gani? Ana kitu gani? Ya rumah. Ameondoka nyumbani. Kenapa? Kwa nini? Disuruh aku milih. Ameniomba niweke chaguo baina yako wewe na baina yake yeye. Sara akasmile. Terus dong. Sasa sina jambo zuri, jambo jema kweli kweli. Anahisi ameshinda kama ameweka chaguo. Biani moja kwa moja atamchagua yeye Sara, hatamchagua Tari kwa fikra zake. Ngoja tuone, je ni kweli? Ke dia kalau misalnya. Ulisema utanioa mimi. Sasa hii ndio fursa yako ya kunioa. Tukiacha kule mpenzi mtazamaji, tunakuja upande huu mwingine tena. Tunamuona Tari amekaa, ni mwingi wa mawazo kweli kweli. Oha, vipi tena? Umenishtua wewe, vipi? Anaitwa Ami. Mwangalie rafiki yako kule. Galau parah. Ana tatizo gani yule? Bola tau gak? Au kabeti soka nini? Bilangin makanya jangan megang Jerman. Watu wengi jana niliwaambia, Cis. msimpe Ujerumani. Wampe Ufaransa. Kweli itakuwa kampa Ujerumani yule. Aman sih kayaknya. Ameliwa pesa zake bwana, ndio maana na mawazo. Ami anajua yanayomfanya awaze rafiki yake, lakini yule hakumpa maana. Anamtunzia rafiki yake siri ya kusema kuwa na matatizo katika ndoa yake. Haya. Na hivyo ndivyo vizuri. Tunza siri ya mwenzako. Tari Absari, unaota mchana nini? Inakuwaje na mawazo? Makanya mending saran. Utaendelea hivyo mpaka lini? Dengan kayak gini. Acha bwana. Dengan kayak gini lo mempermudah Bian. Sasa utampa fursa Bian akae na yule mwanamke. Shauri yako, niamini mimi. Dibawa ke rumah lo. Atamchukua, atampeleka kwake. Shauri yako. Kasih lo. Asante sana kwa ushauri mzuri. Asante mno. Unacheka lakini moyoni unaumia, na huo ndio ukweli. Kwa kuwa nazungumza maneno yasio mazuri. Sio mazuri vipi? Mimi nakwambia ukweli. Istri nggak boleh lo keluar dari. Kwanza umeondoka bila mumeo kukupa ruksa, umekimbia kwako. Ben ngizinin gue kok. Amenipa ruksa. Amekupa ruksa wapi? Maksa dia kan. Umemforce bwana. Ya karena dia Hakukuacha aondoke. gue atau Amekosa jawabu kuchagua baina ya mimi na yule mwanamke. Gini nih lo mempermudah banget. Sasa wewe hapo ndipo unapokosea kabisa. Itu dan Unafanya mambo mepesi kweli kweli. Fisi kabisa bucha. Shauri yako. Atakomba mpaka mifupa. Iya. Kweli? Ya, usahihi kabisa. Unamwachia Biani huru. Ina maana hujamiss? Hapana. We sema kweli. Umemiss bwana, umemkumbuka. Naamini hakika umemiss. mungkin enggak.
Haiwezekani hata mara moja ukawa haujamisi. Kwa muda gani sasa utakaa kwangu? Unaishi daima na milele utakaa nyumbani kwetu? Jadi orang Betawi loh. Sini gua. Unataka uwe mjane? Anamuuliza anataka awe mjane, anataka awe mwanamke ambaye hana mume. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Nih pupuknya nih. Basi upande mwingine tena katika familia Antren ya? ya Bian. Apa maksud Kama kawaida mzee anasema maua anatia antren? dawa kukimbiza wadudu. Lama Namna hiyo. Kwa muda mrefu kweli kweli hatimaye bustani Ya? inazidi kukua. Punya tanaman. Amepanda maua mbalimbali. Sundel, bulong. Ada bolong. Umekosea baba, si Sundel bulong bwana, Janga bulong. Bolong. Wewe ni Sundel bulong. Baba, Papa buktiin. Mau kemana? ngoja. Ambil handphone. Naenda kuchukua simu yangu na Google. Sasa hivi kakosea huyo. Baba mara nyingi kwenye lugha mambo yanaendaga ndivyo sivyo. Mambo yanaenda ndivyo sivyo. Mtoto anamrekebishaga. Haya, akipata jawabu baba arudi. Akijua kakakosea harudi huko. Amemisi. Baik. Anasema tayari uko sehemu gani? Yuko nyumbani, uko busy kidogo. Nyiapin Amemwacha. outletnya, terus juga banyak banget seminar. Ana maandalizi ya semina. Anasema yuko nyumbani, yuko busy kidogo, ana maandalizi ya semina, amemwacha. Makan pengen kalian baik-baik aja. Natumaini nyote mko okay. Natumaini hakuna ugomvi. Ya. Tuko salama kabisa. Anaficha, lakini Kinan labda anaweza akashtukizia jambo. Ngoja tu ni mpenzi mtazamaji. Mas Bian baik-baik sama Mbak Tari, ntar jadi janda bolong kan gak? Inabidi wifi yake amwangalie vizuri, amchunge, amlinde. We Kinan, acha. Asianze mada zake za kuleta zile za siku ile. Akazifufua hapa kwa mara nyingine tena. Mrs. Darmi, mfanyakazi katika nyumba ya Bian, ni wasa mwingine tena mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa hadithi nzuri kweli kweli. Mdogo anaelekea mwelekeo wa Bian. Mrs. Tari bado hajarudi. Bado hajarudi. Jibu ndo hilo. Mas Bian mau tahu rahasia nggak? Unajua nina siri moyoni? Rahasia apa? Siri gani? Selama ini Bu Darmi nyimpen sendiri. Alitaka Sepertinya alisema ile jambo kwa muda mrefu, lakini itabidi leo amwambie. bentar. Subiria kidogo, narudi. Hii ni siri yuko nayo katika moyo wake Mrs. Darmi. Ilipaswa alisema ile jambo muda mrefu, amekaa nalo moyoni, itabidi leo amwambie tu. Ficha maradhi, wanasema mauti umumbua. Ameleta kiboksi. Si unakikumbuka kimpenzi mtazamaji? Aliandaa zawadi Mrs. Tari siku ya birthday yako. My birthday, yeah. Na ni kweli aliona baadhi ya vitu vimetupwa kwenye uchafu, na hapa ndipo alipochukua Mrs. Darmi na akatunza. Anaangalia upande wa ndani kipi kilichopo. Ni dua ambayo aliandika binti akimtakia mumewe baraka katika umri. Na ndani kuna zawadi za viatu. Binti alikasirika kwelikweli baada ya kusubiria sana mumewe hakuja, akaamua kuvitia katika takataka. Ni mke mzuri umepata bwana. Akaya tulie bwana. Ni vigumu sana katika dunia kama leo kumpata mke kama Tari. Hakika najiona kama nina dhambi. Pigania wewe, acha kulalamika. Fight wewe, vipi? Unalalala, pambana. Ameondoka vipi? Mtafute. Tari kemana? Sasa najuaje wapi alipo? Naanzaje? Wewe uko slow kweli kweli wewe. Kumbe uko nyuma. Azinduke na amke. Hebu angalia kwenye Instagram. Kumbuka mtu anaweza kashare location kwenye Instagram. Jamaa kaona kazinduliwa. Asante sana. Sometimes mtu anaweza kaposti kitu akapiga picha, au akiwa online kaonesha simu yake yuko mahali gani. Basi mfanyakazi kamuonesha bwana wapi alipo Mrs. Tari. Moja kwa moja, chap kwa haraka, labda anakwenda kujiandaa ili akamfate mkewe. Jambo la mwanzo, anaichukua pete ambayo aliitupilia kwenye maji. Kisichofaa leo kimefaa.
Aliona haifai akaitupa. Leo yeye mwenyewe anakwenda kuichukua. Selanjutnya, saya mau manggil Sasa afatae ni best friend wangu, paling sukses mwanamke ambaye amefanikiwa kweli kweli katika mambo ya bakery. Tari Apsari. Wanampigia makofi ainuke, lakini uko mbali kweli kweli. Binti na mawazo anawaza vibaya mno. Tari Apsari kwa mara nyingine tena. Wapi? Haijafanya kazi. Tari Apsari bukan? Tari Apsari, uko tayari? Oh, samani. Namna hiyo mpenzi mtazamaji. Asik lo pokoknya. Sasa ulikuwepo wapi? Nimekuita mara moja, mara mbili, mara tatu. Ya maaf. Oya, acha tu, akili yangu iko mbali kweli kweli. Ya udah tau lagi. Nisamee. Lo samperin laki lo, jangan malah ngindar kayak gini, nggak bagus jadinya. Sasa nikuchanganya suka zungumze naye bwana, inakuwaje kwaje? Lo tunggu di mobil deh. Nisubirie kwenye gari? Mimi naondoka, sikusubiri. Ami. Pulang ya. Tari, tuzetu nyumbani. Anamwomba Tari waende nyumbani. Sih nggak balas WhatsApp. Tafadhali. Mbona hujanijibu kwenye WhatsApp? Sijawa tayari bado. Anamuonesha viatu. Aku sadar. Sasa nimeelewa. Sasa nimejua. Kamu sih terbaik buat. Wewe ni mke bora kwangu mimi. Bwana mpenzi mtazamaji, hivi unahisi Tari atakubali ku come back home? Mimi hapana jua. Twende sawa kwenye hatua safi ifuatayo. Itakuwa ni ya 15. Tunarudi mpenzi mtazamaji. Berbagilah rasa cinta.